Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu muweza wa kila jambo, rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yeye pamoja na watu nyumbani kwake na maswahaba zake. Naam, ndugu zangu Waislamu, siku leo ninapenda kuwaletea somo kubwa sana kwa wale ambao wanaitafuta dawa ya mvumo, dawa ya kupendwa na mabosi, dawa inaivuta mabosi tu wenye pesa kwenye biashara yako, dawa inaikuletea connection kwa mabosi, connection kwa watu maalumu, watu mbalimbali, kupendwa, kuvuma. Kwa maana watu wengi sana wamekuwa na nuksi, watu tunasumbuka sana, vijicho vinakuwa vingi, nuksi zinakuwa nyingi sana, mitihani inakuwa ni mingi, watu wanakuwa wanalia kwenye machozi makubwa sana, watu wanakuwa na vita za majozi, kila siku ni kuumia, kila siku ni kusumbua, kila siku ni kupoteza, kila siku sio kujiendeleza, kila siku inakuwa ni matatizo mazito sana, watu kusema ufikie katika jambo inakuwa ngumu zaidi. Tunataka kufanya haje ili uweze kujibadilisha mambo yako, uweze kumaliza ndoto zako maalumu. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho hasa unachohitajika uweze kufanya na ufikie kwenye jambo lako liweze kuwa salama na mambo yako yaweze kukamilika, yawe tahara, kila unachokifanya kiwe salama, ushike kitu kishikike, mabosi kupendwa, usikika, kusamia, kukubalika, kuvuma sana, kupendwa zaidi. Utatafuta dawa hizi maalumu ambayo ninazozitaja hapa. Utafuta dawa ya kwanza, panga la jogoo mweupe. Panga la jogoo mweupe. Kwa hiyo panga la jogoo mweupe na sasa mnajua peke yake. Kwa hiyo utatafuta mvumo. Utatafuta dawa inaitwa mvumo wa unga. Utatafuta dawa inaitwa mpapatiko ya unga. Utatafuta dawa inaitwa penda ya unga. Utatafuta dawa inaitwa mvumo. Utatafuta dawa inaitwa mlupo. Utatafuta dawa inaitwa mregea. Utatafuta dawa inaitwa doctor. Utatafuta dawa inaitwa mrangamia ya unga. Utatafuta dawa inaitwa mtwajini. Basi dawa hizi utazozichukua, chukua chungu chako ambacho kilichokuwa kipya, kisafi, ambacho ni kikubwa, kinaweza kikasababisha wewe kutumia mambo yako, kwa sababu kila unachoanza unatakiwa uwe na vitu ni vipya, kila kitu kianze kwa kipya. Kwa hiyo chukua chungu chako kiwe kipya. Chungu chako hicho ambacho utatafuta maji ya bahari yaliyokuwa kati ya bahari ya wimbi 7, yalikuwa bora zaidi, maji ya wimbi 7 ya baharini. Kwa hiyo utaweka ndani kwa chungu chako kijae. Basi utachukua vitu hivyo utaweka ndani. Basi hapo utachukua maziwa ya ng'ombe mmoja ambayo unaitoa komande kwa mtu anakuletea maziwa ya ng'ombe mmoja. Kwa hiyo utakapomaliza, weka maziwa yako ndani ya chungu chako hicho. Utakapomaliza, tafuta kitambaa cheupe meta 1.5, aiza meta 2, iwe kiasi cha kukwenea. Tafuta kitambaa kingine cheupe na chenyewe ambacho utakachokivaa kama mfano wa mingina za hasili, ukikivaa kukifunga fundo shingoni. Kwa hiyo kitakuwa kimeshuka kwa nyuma mgongoni, utakuwa umekivaa mfano wa kiasili za kwenu. Basi kitambaa hicho utachukua kitambaa kingine kidogo kiasi cha nusu tu, utakifunga kichwani. Bado kifunga kichwani kama kitambaa basi cha bibi zetu, namna kuvaa kama giso bibi zetu wanavovaa. Basi hapo utachukua vitu hivyo. Kwa hiyo utaingia ndani ya nyumba yako, utaweka pale vitambaa vyako hivyo umeviweka pale, bado hujavivaa. Kwa hiyo vitu hivyo utaweka hapo. Utasali rakaa zako 2. Rakaa ya kwanza utasoma wadhuha. Rakaa ya pili utasoma Lailatul Qadri. Utasoma Lailatul Qadri. Basi utakapomaliza utatoa salamu. Basi utatoa salamu, utaomba dua, mwombe Mwenyezi Mungu hoja zako maalumu ambazo unazozihitaji wewe kuweze kuwa salama, na kila kitu kinaanza kuwa salama, ili mambo yako yaweze kukamilika kwa kila jambo, ili jambo lako liweze kuwa tahara. Insha Allah kila kitu kitakuwa salama. Utafanyaje ili uweze kufikia katika jambo lako? Naam, ndugu zangu, utakapomaliza kufanya hivyo, basi utachukua chungu chako hicho kilichokuwa na mambo yako, kilichokuwa na dawa zako maalum, utakisogeza pembeni yako hapo kwenye msala. Utakitwanga alam na sharaka 333. Naisha ukisha ukimaliza utasomea tena alam tara 333. Ukishamaliza utasoma Fatha
7, utasoma Iknasi 7, utasoma Falaki 7, utasoma Nasi 7. Ukimaliza utaomba dua kwa kile ambacho unachokitaji kwa Mwenyezi Mungu. Wallahi soma, wallahi kaa pembeni yako hapo ndani ya chumba chako, kaa kwenye chumba chako kwenye kiti kilichokuwa tohara, basi nyoosha nia yako, weza kujimiminia maji yako huku kwa unanuia, unajimimina maji kwa unaweka unanuia manuizi yako, unaweka kila kitu. Wallahi soma, wallahi nyota yako itang'aa pasipo kutegemea, na kila utakachokifanya basi utapendwa na kila mtu mahali popote kule unaifanya. Zoezi yako hii inatakiwa uweze kuifanya kwa muda wa siku 7. Utaona inapofika siku ya 3 utaona maajabu sana. Nyota yako gisi itakavyobadilika na gisi itakavyowaka. Utapendwa na kila mtu, utavuma, utashika pesa, utapendwa na mabosi. Biashara yako itakuwa ni jina likubwa sana. Jina lako likubwa litasikika mtaani, litasikika ulimwengu. Kiasi utapendwa sana na utashika pesa yenyewe ulikuwa utegemei, na utatembea mahali ambapo ulikuwa utegemei kufika. Insha Allah, ndugu yangu, ukitumia njia hii utafaulu na utafika ambapo ulikuwa utegemei kufika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mtu ambaye anashindwa kiona kwamba haelewi vizuri, aizani anashindwa kufanya takiwa uweze kuandalia, basi atanitafuta kwenye namba hii 0748 743 293. Basi kwenye namba yangu hiyo itakuwa ni Vodacom. Namba yangu hiyo utanitafuta kwenye namba hiyo. Ikiwa utakosa kwenye namba hiyo, basi utatafuta kwenye namba nyingine ya Airtel 0695 972 279. Kwa hiyo namba hizo utanitafuta, insha Allah utanipata kwa muda wa inayotele. Popote pale ukiwa nchi inayoyote utanipata insha Allah. Ikiwa utapiga direct uko kwa Tanzania, aiza ukiwa chini nje ya Tanzania, basi utatumia kokode yangu ili uweze kunitafuta insha Allah. Mwenyezi Mungu ataweka pesi ikiwa utafuata mtazamaji wangu. Fuata historia zangu na ufuate kila kitu, mwelezo wa tiba zangu. Insha Allah utafika penye ulikuwa utegemei kufika. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.